Ni vita ya Ukraine na Urusi. Mnafahamu kwamba jimbo la Kursk lilivamiwa na Ukraine, wakawa wameudhibiti ule mkoa na vijiji, ili hata wakiingia kwenye mazungumzo kwamba na wao wawe wana kitu cha kusema, bana, sisi tuna eneo lako pia kwenye nchi yako tumelichukua, japo wewe ushachukua eneo kubwa. Lakini mwisho wa siku Mrusi lile eneo kalikomboa kwa asilimia nyingi kubwa, lipo mikononi mwake, na pale kuna wanajeshi wamezingirwa hapo katikati. Ina maana wamekata uingizwaji wa silaha, vyakula. Kwa tunamaanisha kwamba wamezingirwa. Ukisikia wanajeshi wamezingirwa wa Ukraine, inamaanisha kwamba hakuna silaha inayoingia, hakuna chakula. Ina maana vyakula ambavyo walivyokuwa navyo wakila vikiisha, hakuna kitu kinachoendelea. Donald Trump katweet bwana, akasema kwamba Putin, usifanye kitu chochote. Ina maana kwa sababu kama utafanya mauaji ya wanajeshi waliozingirwa, inakuwa ni mauaji makubwa zaidi yashaye kutokea kwenye dunia hii. Umenielewa? Kwa hivyo tunaona kwamba kiasi gani kwamba Urusi alijipanga kimkakati, alijipanga kwa mbinu zote. Umeona bwana? Na wale ufahamu kwamba mamluki waliokuwepo pale waliozingirwa sio tu ni wanajeshi wa Ukraine, wanajeshi mpaka kutoka NATO wako pale. So umeona, lakini tunafahamu kwamba discussion inaenda vizuri. Putin anataka kuimaliza vita ili kuwe na amani duniani, na watu wasichoke, watu wakumbuke tu vita ambavyo vinavyoendelea pale Ukraine na Urusi. Kuna watu wengi sana waliofariki, wanajeshi wengi sana waliofariki, waliopoteza maisha. Uchumi umeharibika. Ile nchi ya Ukraine inahitaji bilioni dola nyingi sana ili kurudi kwenye hali yake ya kawaida.